Hapo mtaalamu, ndio ni kwamba mimi nadhani hii pia inasababishwa na kwamba tunaishi katika karne ambayo taarifa ni msingi mkubwa sana wa uchumi. Yaani tunaishi katika zama ambazo uchumi wa kidijitali ndio unao control ulimwengu, ndio unaoendesha ulimwengu. Hivyo basi sasa hivi kila mtu anasimama kama mwandishi wa habari. Yaani taaluma ya uandishi wa habari maana yake imeingiliwa. Imeingiliwa kivipi? Kuna waandishi wa habari ambao wamepita vioni kusomea, lakini kila mtu sasa hivi pia anasimama kama mwandishi wa habari kulingana na uhuru uliopo wa mitandao ya kijamii ama uwepo wa internet. Na hii pia inasababishwa na kwamba kila mtu sasa hivi anatamani sana kujiingizia kipato kwa kutumia internet. Kwa hiyo yuko tayari atafute taarifa ambazo sio sahihi, ama yuko tayari kutengeneza maudhui ama content ambazo ni za uongo aweke mtandaoni kwa lengo tu la kuhakikisha kwamba anajinufaisha. Sawa, lakini Mkonge, mchambuzi wa masuala ya kijamii, kwenye swala la uandishi wa habari, kwa maana tayari kumeshaanzishwa hii bodi ya ithibati. Kwa maana kwamba ili mtu utambulike ni mwandishi wa habari lazima awe na ile unasema press card, lazima awe nayo, kwa maana kwamba waidhinishe wao tayari ni mwandishi wa habari. Sasa labda pengine tulitazame kwa namna nyingine hili ambalo tunazungumza vijana nafanya labda pengine hawajali maslahi ya taifa, public interest. Tulitazame labda kwa namna nyingine. Nitarudi pale pale na kwamba shinikizo kubwa ni utafutaji wa pesa ama utafutaji wa umaarufu, kwa sababu dunia imehamia mtandaoni. Yaani tunaishi katika zama ambazo kila kitu kimehamia mtandaoni, na msingi wa uchumi wa ulimwengu huu ama wa karne hii ni uchumi wa kidijitali. Kwa mtu yuko tayari atumie mbinu zozote zile, atengeneze maudhui ya udanganyifu, atengeneze taarifa zisizo sahihi au za uchochezi, ili kusudi tu kwa lengo la kujipatia umaarufu ama kujitengenezea kipato. Ingawa serikali yetu pia inalitambua hilo, na ndio maana imetujali, imeanzisha taasisi inaitwa TCRA, Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, kwa lengo la kuregulate ama kupunguza taarifa zisizo sahihi na taarifa ambazo zinaweza kuleta taharuki katika jamii. Wakati huo tunaona ya kwamba pia Wizara ya Mawasiliano imeunda tume ama idara inayoitwa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, ambapo mtu ana uwezo wa kushtaki endapo faragha yake imeingiliwa, kwamba unakuta picha zako za utupu zimewekwa mtandaoni pasipo idhini yako, unakuta video zako za faragha zimewekwa mtandaoni pasipo idhini yako, ama watu wanaingilia taarifa zako kwa kukuhaki, kwa kuingilia mifumo yako ya mitandao yako ya kijamii, wanapata taarifa zako binafsi alafu wanaziweka mtandaoni. Sasa wewe ukishatambua hilo, una uwezo wa kuripoti kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi